Tukiingia pande ya siasa, Lin Ngugi, wewe unajua Lin Ngugi, umesikiza di podcast yake? Mimi ni fan wake. Alikuwa anadai Uhuru Kenyatta was a worse president than Ruto. Asema Uhuru ali preside one of the worst governments in Kenya. The most corrupt government in Kenya history inasemekana ni Uhuru. Okay, hiyo nao na agree. Well, naweza agree juu nilikuwa, at least nilikuwa na hata nikusomee mbona anasema hivyo. Kwa sababu scandals zilikuwa time ya Uhuru ya kwanza. Acha tu alianza na za recent akienda hivyo mpaka za kwanza. Ama tu acha tuanze na kwanza. 2013 laptop project ilipoteza 24.6 billion. Eurobond 200 billion. Hiyo ilikuwa 2014, si ndio? 2015 NYS scandal 10 billion ama hiyo ya ule mamba salon ya Waiguru, governor wa Kirinyaga. 2016 sijui mobile clinic scandals ilitumia 5.3 billion. 2017 the Aror and Kimwarer dam, hiyo ni kina Alfred Keter, kina Ruto, lakini silikuwa government ya unye. Nio government tu bado. 2018 sijui MES scandal, hiyo sijui ni gani, ilikuwa 68 billion. 2019 huduma namba project, yani kila mwaka man kuna 2020 KEMSA, hizo zote zilikuwa time ya unye. But unajua bedhe miaka zake za mwisho ndio kuja kuondokea the last two. I think hakuna nini yote ilitokea. Hakuna scandal ilitokea. Sasa alikuwa anza msharada. Sasa ndo sasa Yote ilikuwa time ya COVID, vitu zilikuwa noma. Na akazia huyu ngori sasa. Lakini si time ya COVID kulikuwa na scandal. Kulikuwa na scandal. Lakini okay, the most corrupt ni hiyo. Ndio nakumbuka nani akilia kila siku 2 billion inapotea. Nani Uhunye. Uhunye mwenyewe alikuwa anasema hivyo na ndio president. Well, unajua kitu nililearn kutoka the political headache ziko na uchingia watu. Walikuwa wanasema nani Jagero. Walikuwa wanasema ati utapata preso kuna scandal nyingine ina happen lakini preso hana intel. Unaona? Hana haja intel. But naweza muelewa. Unaona kama ile anglolism, ile peningi, ile kitu 205. Ndio. Walikuwa wanasema kuna ule kina Mudiauri ama kina nani? Kina Mudiauri ndio anasema walikulewa pesa. Kuna minister hapo sijui ni Mwaura ama nani. Kuna jina kama hiyo. Nimesahau hiyo jina. Like walikuanga kwa nini yake lakini wameblock preso. Asijue kitu yenye ina happen back door. Ndio, lakini man, huwezi kuwa na scandal ska 8 man na ujui aje. Okay, hiyo nayo naweza agree nayo. Zingine hata zinaonyeshwa kwa news, wewe utajua aje. Though bado pia. Okay, unajua hata kama ishafanyika unaweza take action. Unaweza fanya. Kuna scandal zenye happen mingi zenye tunafaa kuwa tunaona EACC ikifanya kazi. Ni EACC hapana. Haipo ni ya polisi EACC. Criminal nini? Sio criminal. I think ni ethics and anti-corruption. Hiyo. Tunafaa kuwa tunaona maana wakini. Juu atuzeona wakiarrest mdodo. Of which bado unajua EACC ya wananga nini ya kuarrest. Ni sawa, hana nini. Haipo si ndio nini ya kuarrest. Haipo ni ya polisi. Haipo nawe ni oversight makarao nini na kwa hiyo ni ya makarao. Lakini sasa kuna nyingine bado. Gani DPP si anaweza nini? Basi unajua DPP ndio nafaa kuwa atoa direction kwenda saa huko sasa ndio. Ushaiwatch ile nini ya nani? Ng'ang'a mwenye anafunzanga katiba. Kuna nini yake imetokea natakonda. Alikuwa iko nini ndio. Na mwafu mimi hata vile is the watch hiyo bado. Like alikuwa anasema venye zina relate venye hii power inatoka from hapa kuja hapa. Huyu end arrest yule. Na sasa venye general anaingilia. Huyu nani? Ujama mwenye aliua ujuanga deputy nani? Like jina sasa DIG ni la gani? Sasa Kanja ndio. So kuna venye sasa Kanja anaweza toa orders kwenda chini wa arrest wale. Unaona? Lakini man Kenya tushazoea ni kama siku hizi hatujui maana ya bilioni. Watu bilioni, unajua bilioni
But unajua siku Milioni hizo ni Kenyatta Hospital imesimama vizuri na run poa. man, tukipiga hesabu hizo ndo zote, unafikiria ni mausi ngapi zingejengwa? Ma level 6 peke yake. Level 6 Haya, na bado pia walikuwa wanasema kila region hata ingekuwa na level 6 big sana. na bado kumbuke ile gym bado iko na scandals zake. Ile gym yetu ni veje tu bado kuna scandals zenye hazitokeangi tu. Unajua most scandals ni Raila alikuwa anapiga nduru. Zinatokea. Sasa unajua mbona huyu madhi alikuwa anasema hivi? Tumeanza kusifia Uhuru ni kama yeye alikuwa mzuri. Inakuanga hivyo man. Sasa tunasahau pia yeye alikuwa mbaya. Unaona design ya. Unaona msaki retire ama msaki Nyuria. Ni kama tunasahau wingi kile kitu. Hata Moi venye alidid. Kibaki nilikuwa nasikiza bado ile Ngugi mwenyewe. Ilikuwa lini? Kuna msemo mwenye alikuwa anasema venye Kibaki alimada wase most design na hizo maskandalo zake. Like he's among his, in fact he's the worst. The worst mwenye ashaiwa watu wengi. Unaona? So basa saizi watu most kuuliza who is the best president in Kenya? Watakwambia Kibaki. Na nakwambia mwenye ameua watu wengi watasema ni Ruto. Hapana man. Okay. Kwa akili zao Ruto shida yenyewe kitu yenyewe ijamfavor ni time ya internet imeshika mbaya na plus sasa hizi unajua sasa tuko more informed kuhusu tax sasa tunajua katiba kila kitu watu wamechaduka so unapata but Ruto angekuwa time ya moja huyu jamaa sasa maana sasa kwa ametukalia mbaya juu kama sasa hizi katiba inamzuia lakini bado anafanya hizi vitu zingine anyway hapo kwa huunye nao na agree sana huunye sasa hizi mwenyewe unajua huunye ndo ametoka kwa shida nyingi zetu tunapitia bado sasa juu ange continue na ile wenye tu Kibaki aliacha ingekuwa sawa tungeendelea tu vizuri hata kama Kibaki aliharibu akianza kuna time kuna mali ilifika akajenga at least akasafisha jina yake unajua mimi naona Kibaki hata second term angefanya kitu yote kama si hiyo nini hiyo mkate nusu because sasa hangekuwa corrupt juu huku parliament si yako na prime minister ana control parliament so ndio yenye inapita lazima iende kazi unaona so pale I think aliforsiwa tu kufanya kazi so hiyo sasa unaona hiyo foundation yenye ilikuwa laid hapo ikiendelea hivyo tungekuwa mali lakini man hizo ndo man mimi na nipiga hata walikuwa wanasema tuweke Uhuru kwa ati wako na pesa kwao hata iba kwani kumbe mwenye ako nayo ndiye anaiba zaidi lakini sina kwanga hivyo watu wengi wanaridhika na do hawezi tosheka na do wewe saizi kupata 10 milioni ukosho utafurahi tu na sasa utulie sasa si lazima utatafuta vile itaongezeka na sasa kuna mwenyewe 10 milioni sana ni do yake daily ama kwa wiki ndio sana ameingiza hiyo do but anyway pia mimi nikigrow up nakuja kuwa mwanasiasa hebu tukitoka hapo tuende kwa speech ya Ruto tulisikia speech ya Ruto watu wanasema Ruto jo anaandikiwa speech na ChatGPT AI man speech ni kama poem I make sense. Na plus umeona siku hizi akona body movements mingi. Aje akiongea. Maana akiongea lazima kama wasi kuna venye ni kama na act. Hiyo ni ito sasa hata kama kwani hiyo communication team yake hizi angalia speech. Unajua hata sisi tulikuwa tunaiba tena na ChatGPT lakini kuna vitu tutajua tu hii nikiandika hivi ndashikwa. Unabadilisha. Hiyo speech yake ilikuwa ni kama robot. Kuna mtu alisema Ruto asikiangi from advisor wake. Kwani hata yeye mwenyewe Ruto si amesoma university. Kwani yeye angalia hiyo speech aone buda. Hapa hata watu wamesoma wezi wadanganya na hiki. Buda ukiwa kwa power man, kuna vitu zingine na deo like ni kama tu inakublind. Like siku hizi hata akiongea we expect ikuwe ni ile Ruto mwenye tulikuwa tumezoea. Watu washajua tu ni muongo. Well, yo ulisikia speech yake because mimi na sikusikiza. Mimi nilisikia tu kichambuliwa lakini hadi nimesahau participate. Haya, sawa, hebu sasa tujaribu sasa kuchambua kitu. Unafikiria ni kitu gani amefanya the last 2 years? Ruto unajua Ruto ako na ideas mzuri shida ni nini? Kuziweka zifanye kazi. Kuziimplement ndio shida. Na unafikiria issue gani? Like sasa ni yeye na watu wake. Mimi naona iko hivi. Ruto angeka watu wenye wako competent hapo. Mtu mwenye anafanya kazi yake. Kama hizo ma ministry angeka tu mtu
kama health unawekaje Duale? Eka mtu Duale alifanya sijui ni loa man. Kwanza Duale ameingia dockets ngapi man? Weka mtu amekuwa kwa hiyo nini hiyo sector. Mtu mwenye anajua. Akona hiyo uzoefu. Anajua kenye madaktari wanataka, kenye nini wanataka. Hivyo. Unajua hata kama tunasemanga ubonye aliharibu. Okay, ndio aliharibu lakini alikuwa anaweka magoebu kuja. Alikuwa kuzeti hiyo ministry. Like at least kulikuwa na ile balance ya man huyu jamaa man zo kuja hapa ingia mining azui blue economy. Mabesi zake. Shadokea Mvuria kwa sports. Hii kitu ya mabest man. Unafikiria because mimi naona saizi hata hizi dockets zinafaa kupatiwa mtu mwenye amesomea hiyo kitu. Sio best like hii kitu ya best. Kwani ana mabest yenyewe amesomea hizo vitu si akona nazo? Ndio kuniambia Ruto ana best anajua hii huku ministry ya health venye zaraka. Haya sawa. Hiyo sawa ngoja. Hiyo saa tweet treble simama nini? Hiyo okay, hiyo kitu ya kuweka mabesi zako ni like ukiweka mtu wa tribe yako ni tribalism hiyo. So kwa charity ama ni haya. So design ya sasa kama uko juu kwa gava wanafanyia watu hivyo. Una expect sasa kupata hizo jobs zenyewe utapata fairly? Hawezi pata fairly. Na hapa sasa ndo mali sasa tuko na hizo sasa. Sisi kama Kenya. Mimi naonelea hivi. The best thing ni moja. Saizi hata hizi ma ministry sisi wananchi ndio sasa tunafaa kwa tunachagua. Tunapatiwa hiyo vetting sasa. Bado sasa kama MP wenyewe wanafaa kuturepresent our vet, hawa wakishalipwa wanapitisha mtu. CMP ndio wanaturepresent. Hadi kuna laws zingine zipitishwa maana natanga hizi law. Hata ukiangalia hata pia sisi mavoters ni wajika. Ukiangalia parliament zetu tumeweka tu watu. Hatuangalii kama sisi watu wa Embakasi North. Tumeishi kuvotia Gakuya. Gakuya anafanya nini parliament? Sisi tunavotia juu anapeana basari. Hiyo si kazi yake. Kazi yake ni kwenda pale parliament kupitisha laws zenye bills zenye na laws zenye zinatu favor na kukataza zenye zitu favor. Lakini hatujui mbona hata parliament akibonga. Sasa unaona pia si hapo tumejifail. Okay. So swali yangu ni moja. Utajuaje mwenye unachagua ndio the correct leader? Kama MP tunafaa tunaangalia kama mtu anaweza bonga, kama anaweza pinga motion kwa parliament. Watu kama mtu mwenye tushisikia ki open minded Kenya anafikiria. Unajua MP lazima kwa mtu anaweza bonga na anaweza ongea kitu ya maana. Unajua sasa issue sasa kubwa ni gani? Sisi tunaangalia tu do. Hebu angalia parliament za Kenya za kitambo, angalia tu walikuwa kwa hizo parliament. Nishisikiza. Ni watu wamesoma ambao wanajua tu wanasema. Nishisikia Kibaki. Unajua Kibaki nilikuwa nafikiria tu Kibaki ni mtu silent tu hivi. Kibaki mtu amekuwa na bonga. Design ya okay, mimi kwangu hadi kwa time nilikuwa na yake parliament watu wenye tunafaa kwa tunachagua pale majority wakuwe maloya. Okay, hiyo nao ndio ilikuwa idea yangu ya kitambo. Design ya mtu mwenyewe mtu anaelewa chenye inampeleka. Okay, well, sisemi ati wengine hawaelewi. Sasa mtu ka Sudi. Jamani, wewe unajua Sudi ni engineer. Ni sawa ni engineer. Unajua engineer yeye kazi yake ni huko. Unajua unaweza kwa engineer na huwezi bonga. Mimi kwangu hivi, juu uko pale kuna sheria. Okay, hata kama wewe si lawyer basi, jua law umeka. Lazima ujue sheria. Uwezi enda pale uulize mwanasiasa kipengele cha 42. Jamaa ana idea hako tu. Yes, alichaguliwa akatumia campaign 50 milioni yake. Anakurudisha do yake. So kitu yote ikuja anapitisha bora hapo unakula hii. But unajua no mengine sasa weak link ni pale kwa madem. Hiyo women rep sasa unajua most wako tu pale tu. So well, mimi nilikuwa napenda nani? Well, mimi kama kwa madem mwenye ile parliament ni bamba. Okay, sasa nimeingilia kuongelea madem. Team ya milioni yangu. Okay, na si bado mili yako na ubonga. Ukisikia tu sense yake, ndo anabonga. Ukimcompare na Nyamu huko Senate. Sasa kanyamu. Sawa. So design ya kuna ma MPs pia si okay, Nyamu ni kama MP. Ni venye tu ni Senate. Ni Senate. Kuna mtu anapitisha, si au vote kwa Senate. But ukisikiza argument zake man. Hata uwaju kweli. Sio mtu anakuja kusema hata naona kama ameambiwa na mtu wake. Kuna mtu wa timu yake anamwambia ngao utasema hivi. But me naweza tamani kuona. Nyamu alipitaje hiyo? Hata ndio alipitaje university na like watu waelezee like Nyamu ni nini ile qualification gani yake
Si ni lawyer, na shanga alisomaje akapita mtihani na hiyo akili. Nyamo ni lawyer. Si ndio? Akia mama nataka mimi si lawyer, naweza haki vizuri kumshinda. Well, but okay. I don't know. Hata tusiongee. Okay, lakini maybe ni venye Hadi wa ChatGPT pia. Ama ni mtu mwenye ni book smart lakini kuweka kwa mdomo. Kuna watu book smart. Ni mtu mwenye ni smart like akisoma hivi anaelewa lakini ile ku-explain ni shida. Anyway, lakini hapo kwa MP unajua mimi tunafaa tuchanuke hapa kwa. Mimi future nitakuja kuulizia MP. Wapi huku Nairobi ama Ocha? Diaspora Joma. Diaspora. County 048. Sawa. Mimi ndo nitakuwa na represent hapo bana. Kuna nini nyingine ya siasa? By the way bado leo kuna nini impeachment ya gavana wa Nyamira. Imepita ama imeenda Senate ama si nimeona 23 walichagua. Ashatoka. Basi sasa unajua issue ni gani? Ashatoka pale lazima ipitie Senate, si ndio? Senate ndio sasa tamtetea tena. Senate na watamrudisha. Talking of impeachment. Si watamrudisha tu. Kama ni best ya Ruto hawezi toka. Si pale lazima ukalambe peke nafaa. Lazima ulambe. Huko ni vile Sakaja aliandaka kalamba tiki. Mimi nilimamba ni nani? Mwangaza. Mwangaza naye aliponea sana. Kawira na man. Yule akona sana. Lakini dakika mwisho alipatikana. But I think pale sasa ni do. Aoni wa Kericho si pia ameponea mara mbili. Na ni Kericho. Wa Kericho, gavana wa Kericho. Jina yake nani? Naitwa aje? Kuna jina hapa ni Mutai. Ni Eric Mutai. Huyo Mutai huyo. Sakaja, si aliponea? Sakaja alikimbilia Rao teketeke. Lakini nikuulize. Okay, sasa tuko tu kwa siasa hapa tunaongelea Rao. Na watu wa Rao na msiniwe jo. Mimi kwangu kwa hivi. Dusa Rao alikuwa anasaidia watu incompetent kama ni ukweli Sakaja alikuwa na nini. Basi did he stand for what he believed in? Hiyo story ya chia hapo hizo. Ndo ni swali tu nilikuwa nauliza. Wewe story tu acha tu. Inaweza leta discussion nyingine mpaka kesho.